There has been a lot of mixed reaction after a video of the late wife of DJ Branskin showing up on social media, showing how her last minute ended. And it's through this public demand that we had to go and look for the father of Sharon. And here is the story. Shukrani sana kwa kutenga muda, na mwanzo na piga pole zetu sisi kama media fraternity ya KTN. Tunakupigia pole na sababu ya kuna video fulani imeweza kutokea siku chache zilizopita kuhusiana na msichana wako, na tungependa utupe taswira kamili. Mwanzo tungependa utupe wewe kama mzazi wa Sharon. Sharon alikuwa mtoto wa aina gani? Anza kwa majina yako kamili. Kwa majina mimi naitwa Albert Mwangi Irungu. Mimi ndio mzazi wa Sharon. Mtoto nimelea. Mtoto mzuri, mtiifu. Nimesomesha. Ameenda mpaka university. Na kahitimu. Ni mtoto alikuwa mtoto wangu. She was a goal to me. So ni mtoto napenda. Sharon alikuwa ni mtoto wako wangapi? Yeye ndio firstborn in my family. Nina watoto watatu. Yeye ndio kwanza, amefuatwa na kijana mwingine. Kabla tusonge zaidi, manake ni mengi ameweza kuzungumza, especially online, of which I'm sure that is where you got the information as we talked earlier, si ndivyo? So ningependa wewe kama mzazi utupe ile picha, manake kulikuwa na madai kwamba Sharon had some mental issues, na tungependa tu utupe tu kwa picha tu kamili ya Sharon. Did she have any sign of mental issues as you were staying with her, ama? Nikirudi nyuma, mimi mtoto wangu hajaikuwa na shida. Amekuwa mwenye furaha. Nilimzika last year. Hata mimi nimesoma kwa social media juzi. Sasa naenda kuheal, wanatoboa tena. Sharon, hata marafiki wanaweza kuambia Sharon hajaikuwa na mental issue ama nini. Ile tu mtu anaona tu anataka kuharibu tu, unaona? Mtoto wangu, she was like, I don't know, naweza iput namna gani. Hana maneno. Mtoto hakuna kitu unaweza kukosa kwa Sharon. Furaha iko pale, nini. Hata mimi kama mzazi nistuka kusikia ati Sharon anaweza chukua life yake. Ni mtu hata ungejua hawezi fanya kitu kama hiyo. Yeah. So we need the last memory between you and Sharon before you receive the news that ameweza kutuacha. Mimi kwa kazi mimi hufanya kazi ya tours. Before afe nilikuwa nimeongea naye nikiwa Lake Nakuru. Na atungekaa siku mbili bila kuongea na Sharon. All the time daddy. Alikuwa daddy's daughter. Mwisho kumuona ulimuona lini? Kabla niende safari nilikuwa tumuonana na yeye Karubang South. Nikaenda kumuona, tukaongea. Aungejua kama ni mtoto wangu, kama is like nikaa bibi, ni kama girlfriend. Akienda mali, daddy uko wapi, kuja. Ananunulia kanyama hivyo, unaona? So nikiwa Nakuru nikamwambia kuna kikoi nimeona mahali, na akapigiwa picha, akaonyeshwa, akanambia daddy, that is not my color. Kwa hizi kilo shop ya. Nikamwambia hata kama si kala yako mimi naona hii ni inakufaa. Nikanunua, but hii kumfikia. Nikiwa Mara na nikaambiwa ati amekunywa dawa. Bwana akaniambia ati baba, nilikuwa nimepeleka watoto shule, nimepata amekunywa dawa. Wakati ambapo ulipata ujumbe kwamba mwanao ameweza kunywa sumu na amepoteza uhai, uliweza kudadisi kujua kini kilikuwa kipi ama ni nini kilifanyika hapo katikati? Sasa kama umeambiwa mtu amekunywa dawa,
na mtu alikuwa amepeleka watoto shule, si uzike tu mtoto wako. Sasa sikutaka mambo mingi ati nifuatilie, kwa maana hata ukifuatilia hata amka. Sasa mimi niko tu acha mzike mtoto wangu, na mzika kwangu, so mtoto ni wangu. Nitakurudisha nyuma kidogo, manake ningependa kuelewa zaidi kabla ya upigiwe simu, kabla ifike mahali pa Sharon kujiua. Washawahi kuja kwako kama your kids were complain that we have these issues, that this is what we are facing? Is there any way that they came to you complaining about having issues in their marriage? Kabla Sharon kuenda, DJ Brownskin alikuwa amehama nyumba. Na my daughter told me, Dad, Maasha you? And he was provided kila kitu, lakini hayuko kwa nyumba. Amehama. Alikuwa anakaa Thika Road. So Thika Road anakuja ana provide kila kitu. That very day walikuwa wametoka out wote wawili. Na Sharon hajai niambia kuna issue hata, lakini Maasha alikuwa mshaha. Kwa muda gani alikuwa amekaa nje kwa muda gani? Kama miezi 2-3 hivi. So kwa hivyo wewe kama mzazi hamna siku moja yenye ushaiwakalisha chini tunasuluhisha shida fulani? Hakuna. Ama unazungumzia shida fulani? Hakuna. Walikuwa nakuja kwangu Kamulu wote wawili, tuna furaha tu, kila kitu kwa sawa, watoto wajukuu. Hii mambo ya baadaye ndio inanishinda, ilitokea wapi? No single day did your daughter complain amepigwa? Hakuna. Sijaisikia wana shida yote ama wala kupigana ama nini. Hamna. So tukisonga mbele mzee, sasa hivi najua una machungu zaidi, na wewe kama mzazi sisi hatuwezi elewa ule uchungu ambao unausikia pasipo wewe mwenyewe, lakini tungependa utuelezee mwanzo, wewe ulipata hii habari, ulipata kivipi? Hii habari mimi nimepata kwa social media. Kwa social media, kwa maana mimi nilikuwa nimeridhika. Mtoto wangu alikunywa dawa bwana kama amepeleka watoto shule, na nikapona. Sasa kuona kwa social media wanapiga picha, yeye ndiye anapiga picha, nikashangaa. Wewe ndio ulikuwa unapeleka watoto shule na bado unapiga kamera? Sasa hata mimi niko shocked kuona mtu ambaye nimeheshimu miaka yote, na Sharon is my best friend. The best way you can describe him. Is my best friend. Hata sasa hii atukadi siku 2-3 hajaongea, lakini since that baka leo hajanipigia simu kwa social media. Mimi hata my sisters ndio ananiambia naona kwa maana nashindwa hata ndamwanzaje. Mimi hata siwezi mpigia, hajanipigia. Hata wazazi wake hajanipigia simu. Mimi am the loser, ni lose mtoto wangu. So mimi bado hata sijui nifanye nini, sijui. Hakuna vyovyote vile now the son in law Masha hajawahi kupigia simu ama kuelezea dadi iko hivi? Manake kulikuwa na madai, kuna madai mengi tumeona it has emerged online. Kuna madai mengine of which sisi bado we've not confirmed if actually it came from him or it is someone else writing. But kati ya hayo madai there was an information first came out that the lady had committed suicide and not being poisoned as being viewed. Kulikuwa na mwenye alikuwa anaeleza, of which I can't confirm it was Masha, but we've read it online. Imeandikwa kwamba ile picha ambayo inaonyesha akinywa dawa she survived it. Yeye kifo chake kilitokana na kujinyonga. Na hapo pia awali pia tumepata pia kulikuwa na madai kwamba Masha alikuwa anasema kwamba there was a lot of infidelity in between that relationship, of which he could not
say that anaweza feel kama ni blame ina fall kwake, what can you say as a parent? Masha awache maneno mingi, kwa maana kama unapenda mtu, mapenzi ni mapenzi. Ikiwa unaweza chukua video ya mtu akiaga, ukumbuke hata kitu moja tu alishakufanyia mzuri. Unachukua video mbele ya watoto, mtu akikufa, baadaye umsaidie. Na niliongea jana nikasema, au ukipata mtu kwa barabara amegongwa na gari na hata umjui na umjui na gari imetoroka na anatupa miguu, you just the best ways to save that person. Yeah. Sasa huyu ni mnyama, ni mnyama tu. Mimi nasema ni mnyama kwa maana mama ya watoto wako unaocha akifa, Masha kupeleka mgonjwa kwa hospitali, Masha alipeleka maiti kwa hospitali. He made sure my daughter is dead, and you pretend that you love her. Alikuwa ana make sure hiyo masaa yote, alikuwa videotape hiyo yote, masaa hiyo yote, baka mtu anatoa baka pofu. Umeona kinywa dawa inafika mahali baka anatoa pofu, anakufa mikononi, miguuni mwake. Alipeleka mwili hata sio, unajua hospitali watu kupeleka ni unaona, unachukuliwa tu first aid. My daughter was dead already, akipelekwa kule. So wacha akae na hiyo guiltiness yake. Mimi nimwachia Mungu, kwa maana sikujua mambo kama hii itatokea. Mimi nilikuwa naishi, alikunywa dawa, sikujua mambo kama hii. Ali video yenye machungu ya mzazi ni mzazi anaelewa. Mimi kwanza hata sijui niseme nini, nilimwachia Mungu. Hata sasa hii angangane na hali yake. Yeye mwenyewe, nobody else took that video. Yeye mwenyewe himself. Yeye mwenyewe vile imeenda vile sijui, the hatred he had for my daughter, pretending that anampenda. Unaona? Hiyo ni mapenzi. Hiyo sio mapenzi. Wacha ungangane na hali yake. Kama kuna mkono wa sheria, fuate mkondo wake, abebane nayo. Mimi watoto niko nao, na mtoto nizika kwangu. Sababu ya kuzika kwako ilikuwa ni gani? Unajua kulingana na mila, kuna ile kuoa, unaona. Sasa kama mzee, kuoa ni kuoa, unafuata mamila vile zinaenda. So kama hujaniona kama mzee, si mtoto ni wangu. Sure. Hata saa hii watoto ni wako. Ni wangu. Kwa maana siwezi wachia watoto mnyama. Huo ni mnyama. If you can video tape mtoto wangu akifa, ni kuachia watoto. Siwezi kuachia watoto. Utawachukua video bado nao wakienda. Sure. Yeah, siwezi watoto ni wangu, wacha niishi tu kwa amani. Ile kitu nakula tukule pamoja. Kweli. Wajua pia kulikuwa na mtu watatu ambapo ningependa watazamaji wangu wangependa kujua. Is there any way that you managed to got contact na yeye? Aliweza kueleza chochote ama pia yeye amkuwa kutana na the house girl? House girl, immediately after my daughter kuaga, nilisikia alivutwa. Just to try and hide evidence, Masha na mengi anaweza toa. Unajua mimi siko kwa hiyo nyumba. Kweli. Yeye kuvuta mpaka msichana mpaka nini, I don't know why. So mimi ndio nimepoteza.
Si Masha hajapoteza kitu. Masha hajapoteza. Hata sasa hii yeye ako sawa. Na mimi upande yangu niseme hata mimi niko sawa, nina watoto. Nikiona watoto mimi naona Sharon wangu. So wewe acha ishi maisha, atafute mtu aoe. Mimi na watoto wangu, wajukuu wangu sina mengi. Talking of the kids, because you know in that video kuna ile picha ambapo tunaona mmoja wapo wa watoto was part of the scene of which I'm sure and 100% sure it's so traumatic. Na you as a grandparent mwenye umesema hapa una watoto, they wako vipi sahi kwa huo muda umeweza kukaa na wao? Kwanza kitu ya kuongezea hapo, Masha atakuwa na swali ngumu sana ya kuelezea Travo. Huo mtoto wake anaitwa Travo. Akiona mama yake akifa, baka akamwambia baba, patia mama maziwa. Huo mtoto Masha atamwambiaje? Quite hard. So mimi hata siwezi mpatia huo mtoto. Huo mtoto need counseling. Sure. Hata ule mwingine msichana naye alikuwa aliwatch mama yake akiaka kabisa. So masana maswali mingi sana ya kuuliza. Kwanza watoto atawaambiaje? Kuwatch anamwambia baba, patia mama maziwa. Alikuwa anaambia msichana wa kazi ampatie maziwa. Yeye alikuwa busy video taking. Hata glasi ya ana mkono ya kupatia, you know. So wacha ng'ang'ane na hali yake na ajue mtoto atamwambiaje. Huyo mtoto ni kijana Travo. Akifika ile umri wa kuelewa mama, wa kuelewa, atamuuliza dad, ulifanya nini? You are the one who killed my mom. Yeah, sure. Yeah. Sure. That guy is a murderer. Hata akumpa, yeye ni murderer. He had a chance to save the lady. Hata kama umechukia mtu namna gani, kumchukia, you know, you cannot just watch somebody die. Wewe ni unaomba kanisa gani? Hata kama uombi, kuna ule utu. Hata upate hata mnyama amegongwa na gari, you save. Mimi sina mengi, nilimwachia Mungu. Sasa ang'ang'ane na hali yake. Whether atapelekwa kutini, kama atapelekwa kutini, that guy ataishi akiwa guilty. Na asintafute mimi na watoto au ndio Sharon. Yeye ishi maisha yake, awachane na mimi. So tukimalizia baba Sharon, manake naona uko na uchungu mwingi, na sisi kama wale walio ona ile kanda ni kanda ingine ya huzuni, na ningependa upeane jina maneno machache tu, kama Masha atakuona utamwelezea vipi? Alafu labda kuna wale, manake nimeona mitandaoni kuna wale wanasema hata kama wewe utaki kutafuta sheria, wako tayari kusaidia kutafuta sheria. Wewe unaweza sema vipi? Mimi namwambia tu abebe mzigo wake. Mimi namtakia heri. Ya bebe tu mzigo, awachane na mimi. I lost. Yeye akupoteza. Ule dipoteza ni mimi na mama Sharon. Sure. Hata ameshindwa kuja hapa, hawezi, ana nguvu, hawezi kuja hapa. Sisi ndio tulipoteza. Masha hakupoteza. Hata vile anapost ati what huwezi poteza. Unapiga video. Unapiga video unapoteza. Haupotezi. When you know, you're doing like unampigia kwa heri. Enda. Because in that video, yeah, the lady is being heard akisema I'm dying, yeah. Na yeye kwa roho anasema kufa. Kwa roho anasema kufa. Kwa nini hujakufa? Is that painful? Sure. Sasa unasema ati alipoteza. Hakupoteza.
I'm the one who poteza Sure. na mama yake na And watoto you can't wangu. recover. Yeah. Na I was just about to recover, social media niyo imeniamusha. Baka for 2 days sijaenda kazi. Ma BP ndio hizo nini. Hata kujapa ilikuwa ni shida. I know. Na nimeshukuru sana. Ilikuwa ni heshima kuu sana. So, kwa hivyo for us and for on the side of justice, what can you tell? What can you call for? Wacha sheria kama kuna sheria. Iandamane kama kuna sheria. Cause siwezi ongea kuhusu law cause I'm not that learned mambo ya law. Mimi ni driver tu wa kawaida. So kama kuna sheria pambane nayo. Kama kuna sheria. So that is what you can say. Yeah. Thanks so much Baba Sharon. Na nimeshukuru sana manake ilikuwa ni uchungu sana, hata mimi mwenyewe nilipokualika hapa nilijua ni uchungu sana, lakini nimeshukuru kwa kutenga muda. Ni heshima kuu kwangu. And to my good viewers, I think your demand has finally been met. Na tumeweza kuzungumza na Baba Sharon, of which mumemsikiza vizuri sana. Kwa wale ambao walikuwa wanaitisha kama kuna uwezekano the DJ to be apprehended, I think that will be the decision of the court after listening to this. We also believe that we will try as much as we can to get hold of DJ Brownskin and get his side. And that means if we happen to get him, definitely you will get it. Till next time, I'm your host, Jalam Sumba. KTN News. Get the whole